What's up? It's your boy Shambin. See? Story come. Okay, nataka niwapigie story fulani. Wakati wote unatafuta kazi, before peleke hiyo kazi, fanya uchunguzi ni wapi unaenda. So, nataka niwapatie story ina relate na what I'm going to tell you or what I'm telling you. Kuna huyu mwanamke yeye ni partially half caste Kenyan na Tanzania. So baba yake ni Tanzania, mama yake ni Kenya. So huyu mwanamke alikuwa anaishi Tanzania. Huyu mwanamke kuishi Tanzania, ile tu mtu una grow kama mtu mzima mpaka kawa na miaka zake tu za mtu mzima. So ikafika mahali maisha ilikuwa inampiga na kulikuwa na rafiki yake na alikuwa madam. Na huyo madam ni Mtanzania. So lakini huyo madam aliolewa Kenya. Huyo rafiki yao mwenye sasa nawapigia story yake. So madam aliishi akatafuta kazi Tanzania, kazi wapi? Aliishi atafuta kazi hapati. So ikawa siku moja akapatana na huyo rafiki yake, akamuuliza, jamani, hivi Tanzania kupata kazi ni kama kutafuta maziwa kwa kuku. So nisaidie tu niweze kupata kazi hata kama ni huko chini. Ndio ule madam akakuja akamwambia, kazi wataka? Okay. So utafanya kazi gani? So ndio unapata huyu mwenye alikuwa anatafuta kazi akamwambia, yeye alisomea ufundi, ushonaji wa manguo bla bla bla. Ndio rafiki yake akakuja akampumbaza na maneno fulani. Okay, Kenya kuna eneo fulani Nairobi inaitwa EPZ. Kwa wale watu wanajua EPZ iko hapa hivi baba dogo. Ni kampuni ya kushona manguo. So like huyu madama akamwambia, huko nilisikia kuna nafasi za kazi. Sasa wewe fanya hivi, wacha nitaenda nikukuulizia, nikiconfirm kama iko nitakufahamisha na nitakupatia report as early as possible. I'll get to inform you and then I'll just see how I gonna help you kuje mpaka Kenya. Si ule madama akaona sawa, akufai kwa biki ndiye rafiki, akakumbuka huo msemo. So ikafika siku huyu madam akalipa fare huyu mwenye alikuwa anatafuta kazi. Akalipa fare. Kulipa fare akakuja Kenya. So kukuja Kenya, unajua alikuja akapewa refuge kwa ule madam, akampatia nafasi pa kukaa halale ndio kesho atapelekwe kazi. So unapata huyu madam Tanzania baada kuja kutafuta kazi Kenya alikuwa anaitwa Mariam. So Mariam vile alikuja Kenya kutafuta kazi, akafika kwa nyumba ule mama akakaa siku moja. Hiyo tu amelala. So ule madam ikawa akatoka kwenda kazi. So ule bwanake yeye anakuwa mtu tu wa kwenda na kurudi majioni bla bla. So yeye alipata mfanyakazi na mtu ameleta. Kumbe in real sense rafiki wa madam yeye alikuwa anataka mfanyakazi wa nyumba. So alidanganya huyu Mariam ati kuna kazi za EPZ kwa sababu Mariam aliambia huyu rafiki yake amesomea kazi ya ufundi ya kushona manguo. Okay, huyu Mariam akakaa kwa nyumba ya huyu rafiki yake. One day, 2 days, anashindwa kwani ile kazi kwa wapi? Ati ule jamaa anampigianga simu mali nini hata JP sijui nini, lakini anakuaga manager wako na anakuaga mtu busy na akaanza kumdanganya Mariam. Sometimes huyo jamaa anaendanga outside the country. So wacha akirudi obvious haizi kosa kunini. So kwa ile harakati yeye anaachwa kwa nyumba, anafanya nini 1 2 3. Kumbe ule madam rafiki yake alimleta kwake akamfanyisha maid. Sasa akakuja akamwambia madam, hakuna kazi na mimi nilikuwa nataka mfanyikazi. Na mfanyikazi nilikuwa nataka mfanyikazi wa nyumba. So wewe kwa sasa hii unaweza fanya hii nikulipange. Wacha nikwambie kitu moja. Hakuna kitu mbaya kama rika yako akuemploy na mlipa naye mahali alafu katika mahali maisha yake kajipa. Walai utaonyesha madharau. So madam like unapata inafika mahali wakaanza kutesa mwenzake. Yaani wao wanapika chai ya maziwa very thick, lakini yeye anapatiwa maji yachemshe na anarushiwa drinking chocolate koroga ukunywe. Alafu wale wanakula sijui manini na bla bla.
Yeye anakuja anaambiwa kuna githeri pale imechemshwa, hiyo ndio utakula. Nguo anapatiwa hips. Ikafika mahali mshahara akaanza kusumbuliwa upande wa mshahara. So like madam alikuja akamuuliza, surely rafiki yangu, unaweza kuwa umekuja kunileta huku kunitesa, hata kama sina lolote, hata kama sina nani, unaweza ni treat hivi? Nikwambie, aling'ang'ana na kazi ya nyumba, akang'ang'ana huku, madarao naonyeshwa, na chakula pia alikuwa ananyimwa. Wale watu wanakula kuku, lakini anaambiwa endo kati kabeji fulani kwa pale na aende akule kwa room yake. Hata wataki kuminvolve kama ni part ya familia. So akamwambia wewe enda huko. Na imagine rafiki yake Mariam akatokanga pia anaendaga tu kwa room yake na nakula, na alikuwa analia. So kwa hiyo harakati akaanza kusave. Hiyo pesa tu kidogo na unasubuana. Mariam alikuja akafanyia huo mtu karibu 3 months. Yenye alipata tu do hivi. Nikwambia Mariam akakuja na ni alikuwa very sharp woman. Mariam akakuja akaanza akakomboa nyumba yake secretly bila wale kujua, na akanunua 1 2 3. Hivyo ndo Mariam akaama. Mariam akaingia kazi ya barabara. So Mariam siku hizi anakuaga hoka mkubwa. Ni vile tu watu wa media hawajakutana na yeye angalau kumtangaza. Ni hata angekuwa ameshapatiwa cheo kama mwenye anasimamia mahoka si barabarani. Mariam alhamdulillah, siku zote Waislamu yani wanashukuru Mungu kwa kila ambacho Mungu amewapa, akawapatia nafasi hata iwe vipi, hata iwe ni kidogo kiasi gani. So Mariam hivyo ndo alipambana mpaka kainua maisha yake, akapata watoto. Lakini bado Mariam akaja tu kama vile kawaida, changamoto. Mariam kawa single mother, bado hivyo ndo hapa tu hata akuwe single mother. So Mariam siku hizi miaka imesonga, na Mariam sasa akitaka like kuna ile tunasema kwa Kijaluo koremu, yani mtu anataka kuosha damu yake. So unapata kama ni mama mzee ama baba mzee anatafuta msichana mdogo analala na yeye ili aoshe damu yake, na unapata kama ni mama mzee anatafuta kijana mdogo analala na yeye, huyo kijana mdogo aoshe damu yake. Ndio sasa unajua wakati unalala na mama mkubwa wewe kama kijana, ule anakuambukiza uzee, wewe unamuambukiza ujana. Shona vile kwa wanaume wazee wakilala na msichana mdogo, ule msichana mdogo anaambukizwa uzee na ule msichana anamuambukiza ujana. Huyo mbaba. Story end. Is your boy Shabin C. Come to my YouTube channel, comment, like and share. Wait for more stories.